mawazo yangu. Just thoughts. See, if there is any offensive way in me, tazama kama kuna njia yote ya majuto. The other translation says like the one my brother says, see if there is any wicked way. Na tafsiri zingine zinasema uangalie kama kuna njia yote ya uovu. Other translation says, see if there is any evil way. Na tafsiri zingine zinasema angalie kama kuna njia zote za uovu in me, ndani yangu. said Lord, na akasema Bwana, lead me in the way of everlasting. Unielekeze kwa njia ya milele. David is saying, Lord, please touch me. Daudi alisema tafadhali Mungu nichunguze. Why was he saying this? Kwa nini alikuwa anasema hilo? It's because Ni kwa sababu the Bible says, Biblia inasema in the book of Jeremiah, katika kitabu cha Yeremia that it is only the Lord who can search the hearts. ya kwamba ni Mungu peke yake anayeweza kuchunguza moyo. Meaning, kumaanisha that even us, ya kwamba hata sisi we cannot search our hearts. hatuwezi kuchunguza mioyo yetu. Because the hearts of men is deceitful. Kwa sababu mioyo ya wanadamu ni midanganyifu. Your heart can really lie to you. Moyo wako kwa uhakika unaweza kukudanganya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nani ambaye danganywa na moyo wake? Na mtu mzuri. Moyo wako je kukudanganya? Yes, unadanganywa. Na bwana Mungu mnaelewa mikono. Yeye moyo wako anakudanganya na kwambia hadi hapa kuna kitu nilimwambia wewe baya. You justify. Unajitafutia haki. Unajisabia haki. Ni moyo wako unakufanya nini? Inakudanganya. So Daudi akasema, Bwana nichunguze maana kama mimi sijui moyo yenye ninabeba. Sijui inakaaje. Chunguza kumbe kwa vitu haya ya uovu. Toa. Na uniongoze katika njia ya milele. Imagine this is David, the son of God, the man after God's heart. Mtu ambaye ni moyo baada ya moyo wa Mungu. God said, I found a man after my own heart. Bwana anasema kwamba alisema kwamba nimepata mtu baada ya moyo wangu. Imagine. And again he said, Lord, search my heart. How can you say that? Na unaweza kuwazia Daudi anasema chunguza moyo wangu. Unawezaje kusema hilo? I have found somebody. Nimepata mmoja. And again this person who is after the heart of God is saying, Lord, search my heart. Na huyu mtu unasikia huyu mtu ambaye ni moyo wa Mungu anasema Bwana achunguza moyo wangu. Unajua hata tukikufungia leo hii kanisa hapa, umeshiki hapa, kuletea chakula kwa dirisha. Na unakaa hapa. Na tunatafuta self contained. Wewe gani nje? Wewe kasema wewe unafanyia toka kanisani. Unajua unasapalisha hiyo yote na wewe jehanamu. No, it is true. Wewe utoka nje hapa uone ndege, uone miti. Wewe unakaa hapo tu, unataka chakula, hata mtu anakuletea chakula na kupea kwa nini? Hata usimuone sura. Halafu pia unachukua hivi ndio usimuone. Lakini bado kwenda niende wapi? Kumaanisha Daudi alikuwa aliangalia moyo wake akasema, hii moyo mimi sitajua, ni Mungu tu anaweza fanya nini? Because said in the Bible, it's only I the Lord. Kwa sababu Biblia inasema ni mimi Bwana peke yangu. The Lord said in the Bible. Bwana anasema katika Biblia, it is only I the Lord who searches the hearts of men. Ya kwamba ni mimi Bwana peke yangu ambaye nachunguza mioyo ya wanadamu. It's only I the Lord who searches the minds of people. Ni Bwana peke yake ambaye anachunguza mawazo ya wanadamu. Like for example, we are seated here. Na kama kwa mfano vile tumeketi hapa, it's only the Lord who knows what is in our minds. Ni Bwana peke yake anayejua kile kiko katika mawazo yetu. It's only the Lord who knows what you are thinking right now. Ni Bwana peke yake ambaye anajua kile ambacho unafikiria sasa hivi. The pastor may not know. Mimi kama mchungaji huenda ikawa sitajua. But the Lord knows. Lakini Bwana anajua. He says he searches the minds of people. Kwa sababu anasema anachunguza mawazo ya binadamu. Thank be to God. Lakini ashukuriwe Bwana. David said, Lord, search my heart. Ya kwamba Daudi alisema Bwana achunguze moyo wangu. And see if there is anything. Na uone kama kuna chochote, any evil way. Kama kuna njia yoyote ya uovu. Please Lord. Tafadhali Bwana, lead me in the ways of everlasting. Unielekeze katika njia ya umilele. There is somewhere we are here.
Sababu ambayo kwayo tuko hapa is because we want that one day ni kwa sababu tunataka siku moja when the Lord comes for the church, wakati Bwana analikujia kanisa He take us to His glory, atupeleke katika utukufu wake, take us to the kingdom of God. atupeleke katika ufalme wa Mungu. So please, Kwa hivyo tafadhali today, leo as you go to bring repentance, wakati ambapo unapoenda kuleta toba, please from today guard your heart. tafadhali kuanzia leo linda moyo wako. Guard your heart above all things. Linda moyo wako zaidi ya vyote. The Lord is faithful. Bwana ni mwaminifu. He says, "Lord, the pure in heart that will see God." Anasema ni wale wenye mioyo safi tu watakaomwona Mungu. The pure in heart. Wale wenye mioyo safi. How many are pure in heart here? Ni wangapi ambao mioyo yao ni safi mali hapa? Ni wenye moyo safi. Wenye mioyo safi hapa. Is there anyone ready? Je, kuna yeyote kwa uhakika? As the Lord is saying, listen at the pure in heart, for they will see God. Meaning that if you don't have a pure heart, you will not see God. Lakini Bwana anasema wamebarikiwa wale wenye mioyo safi, kumaanisha ikiwa hauna moyo safi hautamwona Mungu. Please, blessed brethren, Tafadhali ndugu wapendwa, please, tafadhali let us not sit in the church of God. wacha tusikae katika kanisa la Mungu. Go every Sunday Tuende kila Jumapili and finally na hatimaye end up in hell. tuimalizie jehanamu. It will be so bad. Itakuwa mbaya zaidi. So if you are here Kwa hivyo ikiwa uko hapo and you feel that maybe your heart na unahisi kwamba pengine moyo wako